Sisi ni wazalishaji wakubwa sana wa mazao, hususani mahindi na maharage. Huu mwaka, Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna kitu nilikuwa ninajifunza. Kwa watu wa Kibirashi, Mheshimiwa Mwenyekiti, ndiyo senta kubwa sisi ya biashara ya maharage. Mheshimiwa Mwenyekiti, wanunuzi waliokuwa wanakuja kununua pale walikuja na masharti yao, yaani wanakuambia kabisa kwa bwana, gunia tunanunua la maharage kwa shilingi 240, lakini sharti tunataka liwe na kilo 130. Ukimuuliza bei shilingi ngapi, anakuambia bei kilo sisi hatujui, lakini tunataka 240 pamoja kilo ziwe 130. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba ukiridhia, huu mwaka ambao tunauendea, tuna sababu ya kutengeneza vituo vya ununuzi wa mazao haya. Mtu anataka maharage, tunamwambia maharage utayapata wapi? Ni lazima tutengeneze vitu vinavyoitwa collection point. Mkulima atoke huko ajue kabisa, bwana, mimi natoka huku naenda Songe sokoni kwa ajili ya kuuza maharage. Akifika pale akutane na wanunuzi. Ikiwezekana wale wanunuzi wakiwa 3 4, inaweza kututengenezea ushindani wa bei, wakulima wetu wakapata, lakini hata sisi ukusanyaji wa mapato inaweza ikaturahisishia. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninawaomba hapa mambo mawili. La kwanza, huwa kuna utaratibu na wakati fulani huwa zinatengenezwa sheria ndogo. Kwa wale wanunuzi huwa wanakuwa wana leseni kutoka halmashauri. Sisi tunashindwa wapi? Fikiri timu wa wanasheria wapo hapa, CMT wapo hapa, waende wakajifungie, watazame hapa. Ikiwezekana wanunuzi wote wa mazao tengeneze utaratibu, awe na leseni. Baada hapa sisi tunawadhibiti, mkanunulie wapi. Tunaweza tukampa kazi mkulima kutoka Gitu kuja Kibirashi, lakini ikamsaidia moja, kumuongezea thamani na kuuza kwa bei nzuri, lakini pili, sisi wenyewe itatusaidia kulinda mapato na kupata takwimu sahihi za uzalishaji kwenye maeneo ya kwetu.